Yaani siku hizi sio mpaka upakue app au kuingia website. Abudbus wamekurahisishia kila kitu. Sasa hivi ni wewe kuchagua. Mimi nakata ticket za Abudbus kwa njia ya WhatsApp. Ndio, WhatsApp tu. Na ninachoipendea hii ni kwamba haina longolongo wala stress. Unachokifanya ni kutuma tu habari text na kila kitu kinajipa. Kama ufahamu, namba yenyewe ni 0793444333. Karibu ukate tiketi zako za Abudbus kwa njia ya WhatsApp. Maana hii haina longolongo wala stress. Uko wapi? Uko home, uko stand au popote ulipo. Unaweza kukata tiketi zako kwa WhatsApp na safari yako inaanza. Abudbus tumekurahisishia kila kitu. Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja. Kwa kila hatua, tupo nawe, tuendelee pamoja. Tulikuwepo, tupo nawe, tutakuwepo, tuendelee pamoja. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Kifuatacho, Abu TV. Uhali gani mtazamaji wa Abu TV, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Mesia John, tukapate kuiangazia yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianzia hapa mkoani Morogoro, wanachama 120 wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro, wakiwemo wanawake 22 na vijana 38 wamechukua fomu za kuomba kugombea ubunge wa tiketi ya chama hicho katika majimbo 11 mkoa wa Morogoro tangu kuanza kwa zoezi la uchukuaji wa fomu ndani ya CCM Juni 28 mwaka huu. Majimbo ambayo hadi sasa yamekuwa na ushindani mkubwa kutokana na idadi kubwa ya watiania waliojitokeza ni pamoja na jimbo la Morogoro mjini lililokuwa na chini ya Abdulaziz Abud ambaye naye ametangaza kutetea nafasi yake, huku jumla ya watiania waliojitokeza mpaka sasa wakiwa 6. Mwenzetu Zamzam Hida amefuatilia mwenendo wa mchakato huo na hii ni taarifa yake. Imeendelea kwa kiwango kikubwa. Ni katika ofisi za Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Morogoro, ikiwa zimesalia takribani siku 2 tu za ufikishaji wa zoezi la kurejesha fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Na moja kwa moja hatua kwa katibu wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Morogoro. Tufahamu mengi kuhusiana na hali ilivyo hadi hivi sasa kwa mkoa mzima wa Morogoro. Hali ikoje? Na katibu moja kwa moja tunazungumza naye. Na hadi sasa kwa siku 2 zilizotangulia, yani tarehe 28 Juni na 29 Juni, wanachama wapatao 120 wamejitokeza katika majimbo mbalimbali kuomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kugombea katika nafasi za uwakilishi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Katika wanachama hawa wamo wanawake ambao pia wameonyesha utayari wa kuomba chama kuwapa dhamana kuwakilisha
katika nafasi hizo za uwakilishi wa majimbo haya ya mkoa wa Morogoro. Idadi ya wanawake wapatao 22 wameonyesha nia hadi sasa katika majimbo mbalimbali ya mkoa wa Morogoro. Lakini wapo pia vijana zaidi ya vijana 38 wameonyesha nia ya kuomba kuteuliwa na chama kuwakilisha kugombea katika nafasi hizi za ubunge wa majimbo haya 11 ya mkoa wa Morogoro. Hali ikoje kwa miaka mitano iliyopita na awamu hii ya miaka mitano inayotazamiwa ijayo katika uchukuaji wa fomu na hasa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi? Katibu katika hili pia analo la kutueleza na mwitikio ulipo kwa hivi sasa. Na ukubwa wa CCM unaweza ukaona katika shughuli zake za uchaguzi. Kwa siku hizi mbili tutakubaliana nami kwamba nchi nzima shughuli zimesimama. Tunaangalia mwenendo wa uchukuaji wa fomu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kupitia zoezi hili ambalo linaendelea, umma unaona namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kimekomaa, kimekuwa katika misingi ya demokrasia. Umma unaona namna ambavyo Chama cha Mapinduzi ni chama pendwa, chama chenye nguvu, namna ambavyo unaweza ukaona mwitikio wa wanachama wake kuomba kuteuliwa. Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuwa na ombwe au uhaba wa watu katika nafasi. Changamoto inakuwa tumtume nani, kwa sababu karibu wote wanaojitokeza wana sifa zinazostahili kabisa. Wote wanaojitokeza wana mvuto ambao ni matarajio makubwa kwa wananchi. Majimbo takribani 11 katika mkoa wa Morogoro, na hadi hivi tunavyozungumza kupitia Chama cha Mapinduzi waliojitokeza kutia nia ya kuwania nafasi mbalimbali za kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwa ni pamoja na wabunge, udiwani na nafasi nyingine za viti maalum ni takribani hadi leo ni takribani wanachama 120. Majimbo ambayo yanatajwa kuwa ni majimbo yenye moto zaidi ni pamoja na jimbo la Morogoro mjini lililokuwa likiongozwa na mbunge Abdulaziz Abudi, lakini hadi hivi sasa ni takribani watia nia 6 wameshajitokeza hadi hivi leo kutia nia ya kuwania nafasi za ubunge. Lakini jimbo jingine liko ni jimbo la Mvomero, huku tayari watia nia na waliotia nia na wanaotamani kuwania nafasi ya ubunge ni takribani wanachama 22. Lakini vipi kuhusiana na Moro Kusini, kwa maana ya Morogoro Kusini Mashariki alipo Babu Tale? Taarifa ni kwamba hadi hii leo ambapo zimesalia takribani siku 2 bado hata yeye mwenyewe hajajitokeza, lakini ambao wanatia nia ni takribani wanachama 6. Hadi kufikia leo ni takribani wanatajwa jumla yake ni 15. Lakini huko Kilosa, Profesa Palamagamba Kabudi anatajwa kuwa tayari ameshachukua fomu, lakini kukiwa tayari na watiania wengine 9. Bado tutayaona mengi, zimesalia siku 2 tu. Nikiripoti kutoka ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro, jina langu naitwa Zamzam Hida wa Abudi TV. Na sasa tuelekee mkoani Mara ambapo aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Esther Bulaya amechukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Bunda mjini mkoani Mara kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Sada Mzinga kutoka Mara. Akizungumza mara baada ya kuchukua fomu hiyo, Bulaya amesema ameamua kurejea katika Chama cha Mapinduzi kutokana na chama hicho kumlea kwa miaka mingi katika masuala ya kisiasa. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, nimetimiza haki yangu ya kikatiba, lakini vile vile nimetimiza haki yangu ya kikatiba, kikanuni na miongozo yote ya Chama cha Mapinduzi. Nadhani wengi walikuwa wananijua, nilikuwa nimeenda kwa mkopo. Leicester City imeshuka daraja. Chama cha Mapinduzi ndiyo Barcelona ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi kimerudisha usajili kwa wachezaji wake wa Barcelona ambao waliwatuma kwa mkopo
kwenye timu ya Leicester City ambayo imeshuka daraja. Sasa Chama cha Mapinduzi kitasajili striker, kitasajili kiungo mchezeshaji, kitasajili beki wa uhakika, kitasajili makipa wa uhakika kwa ajili ya kuhakikisha kinasukuma gurudumu la kushinda nchi. Katika hatua nyingine, Bulaya amesema kuwa amekuwa na furaha kubwa mara baada ya kurudi katika Chama cha Mapinduzi, ambapo amesema amechukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo hilo la Bunda mjini, ambalo kwa miaka ya nyuma alikuwa mbunge katika jimbo hilo. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, zaidi ya kutimiza azma yangu, lakini furaha kubwa, nimerudi nyumbani. Chama kilichonilea, nimeanza harakati za Chama cha Mapinduzi tangu nikiwa vioni, nikiwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi kwenye vyuo. Nimeanza harakati ndani ya Chama cha Mapinduzi kuanzia tawi la Uhuru na Mzalendo kama mwandishi mwandamizi. Nimemaliza hapo nikagombea wilaya, nikagombea mkoa, na mwisho nikawa mkuu wa idara ya hamasa ya vijana ya Chama cha Mapinduzi, nikawa mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi. Unaposema ujumbe wa kamati wa utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi ndani ya jumuiya ya umoja wa vijana, hile ndiyo kamati kuu ya jumuiya. Kwa hiyo nina uzoefu wa kutosha. Nimekuwa mbunge wa vijana, nimekuwa mbunge wa jimbo, nimekuwa mbunge wa viti maalum. Nimecheza maeneo yote na yaelewa. Esther Bulaya, kabla ya kuhamia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amewahi kuwa mbunge wa viti maalum kundi la vijana mwaka 2010 hadi 2015 na baadaye kutimkia Chadema na kugombea nafasi ya ubunge wa jimbo la Bunda mwaka 2015 hadi mwaka 2020 na kufanikiwa kushinda nafasi hiyo kwa kumshinda Steven Wasira. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Mara katika wilaya ya Bunda, Sada Mzinga, Abudi TV. Shukrani sana Sada Mzinga kutoka Mara. Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo amesema sekta ya kilimo, uvuvi na mifugo imeweza kuongeza tija katika uwekezaji wa viwanda na biashara nchini, kwani mazao ya biashara ni kuwa mazao ya chakula na hivyo kusafirishwa nchi nyingine na kuongeza pato la taifa. Tuungane na mwanahabari wetu kwa undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo mkoani Morogoro wakati akizungumza na maafisa biashara wa mikoa na wakuu wa idara, ambapo amesema serikali ipo mbioni kuvifufua viwanda vyote nchini ili vianze kufanya kazi. Viwanda vyote. Na kazi hii ni sana katika mkuu wangu Dr. Ashir Abdallah. Ameanza kazi hii mkoa wa Tanga na inatuonyesha baada ya mkoa wa Tanga watakuja mkoa wa Morogoro kuhakikisha kuainisha vile viwanda ambavyo vilipewa watu kwa hiyo sasa lakini havifanyi kazi. Lakini pili, kuja na njia nyingine mbadala kupitia ofisi ya AG, kwa sababu mambo mengine mambo ya kisheria jinsi kusaidia jambo hilo viwanda hivyo, na hasa vile ofisi ya TR kusaidia viwanda hivyo wale waliokushindwa basi waweze kuviachia, tutafute watu wengine kwa ajili ya uwekezaji. Katibu mkuu wangu atakuwa na kazi kubwa kuainisha, baadaye kushirikiana na ofisi ya TR na pamoja na AG kuona namna gani viwanda hivi vitaweza sasa kurudi sehemu mikono ya serikali, baadaye kujitafutia watu ambao wanaweza kufanya uwekezaji katika maeneo haya. Mkoa wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa yenye utajiri mkubwa wa viwanda nchini, hali inayomlazimu mkuu wa mkoa huo Adam Malima kuwataka maafisa biashara na wakuu wa idara katika mkoa wake kuwajibika kwenye nafasi zao ili wananchi waweze kuona faida yake. Hii mifumo ya biashara na uzalishaji, kasema rasi lazima isomane. Mheshimiwa Waziri alipokuja ili nyinyi muondoke hapa mkaweke misingi ya kuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya mikoa yetu. Muwaelewe private sector, msiwaogope, msiwachukie. Kuna mambo yafuatayo. Moja, business culture and mindset. Naomba hilo mwendeni mkalifanyie kazi. La pili, identifying opportunity. Washiriki wa mkutano huo wanaeleza manufaa wanayopata kupitia mkutano huo na namna ambavyo yatakwenda kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ya kikazi. Kubadilisha muonekano wa kibiashara hapa Tanzania, kuanzia wafanyabiashara wadogo wale wakati wale wakubwa, kutoka katika mfumo ambao sio rasmi kwenda kwenye mfumo rasmi, kuwafanya wakue kwa viwango ambavyo vitawafanya
mfanyabiashara mdogo ajipime, mfanyabiashara wa kati ajipime, mfanyabiashara mkubwa ajipime, ili mwisho wa siku katika aina hiyo ya wafanyabiashara wetu tupate wawekezaji wakubwa. Nchi yetu inaenda kufunguka zaidi. Tumeona kwamba sheria zinasimamiwa, lakini sisi kama maafisa biashara tumeelekezwa kufuata mkumbo, kufuata mambo ya kukusanya mapato. Tumeelekezwa kulea biashara, kuzikuza na kuzisimamia ili wale wadogo, wafanyabiashara wadogo, wajasiriamali waweze kukua. Ukizingatia kwa sasa hivi kuna mikopo ile ya 10% ya wanawake. Kwa hiyo sisi kama maafisa biashara na wakuu wa idara za viwanda na biashara katika halmashauri zetu pia tumesimamia viwanda. Kwa upande wa viwanda vidogo vidogo tunataka kuinua kama kina mama na hii mikopo yao ambao wanakuwa sasa hivi kwa ajili ya kujiendeleza, lakini pia kuinuka kutoka kwenye viwanda vidogo kama kuwa wajasiriamali wakubwa. Mkutano huo umeambatana na uzinduzi wa kauli mbiu mpya ya BRELA. Sasa naomba nitamke rasmi kwamba nimezindua rasmi kauli mbiu ya BRELA isemayo The Gateway to Business Success, ama lango la mafanikio. BRELA ni lango la mafanikio ya biashara. Piga makofi tafadhali. Mkuu wa mkoa wa Iringa Dr. Heri James amewataka watumishi wa serikali katika mkoa huo kufanya kazi kwa kushirikiana kulingana na uwezo wao, hali ambayo itachochea ukuaji wa maendeleo katika wilaya ya mkoa huo. Mkuu huyo wa mkoa amesema hayo katika siku yake ya kwanza baada ya kuwasili ofisini tangu ateuliwe hivi karibuni na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, ambapo mwanahabari wetu Zuhura Zuheri miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James ameyasema hayo mara baada ya kuwaapisha wakuu wa wilaya ya Iringa na Kilolo na kuwaagiza kulinda vyanzo vya maji ili kulinda uchumi wa nchi ambao kwa asilimia kubwa hutegemea uwepo wa maji. Kuwa mkoa wa Iringa umebarikiwa kuwa na vyanzo muhimu vya maji kama vile mto Ruaha Mkuu na mito mingine mingi ambayo ni mti wa mgongo wa maisha ya wananchi na miradi mikubwa ya kitaifa, ikiwemo mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere. Ikiwa tutalinda mazingira yanayozalisha vyanzo hivi vya maji, ikiwa hatutolinda mazingira ambayo yanatunza vyanzo hivi vya maji, tutakuwa tunahatarisha si tu miradi hii ya kimkakati bali pia ustawi wa jamii zetu, uchumi wa mkoa na mustakabali wa taifa kwa ujumla. Hivyo basi nichukue nafasi hii kuwataka kila mmoja kwa nafasi yake tuwe mabalozi, tuwe walinzi, tuwe wasimamizi wa vyanzo vya maji, hasa vikubwa vinavyolinda uchumi wa taifa letu, ili tusije kuliingiza taifa kwenye changamoto kwa vyanzo ambavyo vinategemeana na usimamizi wetu. Aidha, Heri James akatumia fursa hiyo kuipongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa kwa utendaji mzuri wa kazi unaopelekea kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato. Mapato haya ni nyenzo muhimu ya kufanikisha miradi ya maendeleo, hivyo kila mmoja atimize wajibu wake ili tuweze kuwa na rasilimali za kutosha kwa maendeleo ya mkoa na taifa kwa ujumla. Najua zipo changamoto za hapa na pale za machinga, bodaboda, bajaji, wajasiriamali, makundi ambayo yana vijana wengi pia. Tukaweke utaratibu bora na mzuri wa kuleta amani na upendo na makundi haya yote, na tujenge ustaarabu ambao utawasaidia kujua umuhimu wa kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa, hasa kwa kuchangia uchumi wao. Lakini katika maeneo haya naomba nichukue fursa hii pekee kuipongeza sana TRA mkoa wa Iringa kwa anafanya kazi kubwa na nzuri sana. Ni imani yangu kwamba tutaendelea kuwaunga mkono ili tuhakikishe kwamba tunafanya vizuri kwa makusanyo. Na nataka niwaambieni ndugu wananchi wenzangu pamoja na viongozi, tangu nimefika hapa nikiwa mkuu wa wilaya na hatimaye leo nimekuwa mkuu wa mkoa, hakuna siku TRA wameshindwa kuvuka lengo la fedha walizopangiwa kukusanya. Nao wakuu wa wilaya za Iringa na Kilolo wakatoa shukrani zao na kuahidi utendaji uliotukuka katika nafasi walizoaminiwa na serikali za ukuu wa wilaya. Mpaka kaonekana kwa wakubwa huko, maana ni juhudi zenu. Watu wote, viongozi wa chama, wa halmashauri, watumishi na wote tumefanya kazi nzuri sana, kwa sababu ya mambo yanaenda kwa ushirikiano. Lakini viongozi wengi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa bahati nzuri nimefanya nao. Nilipokuwa Kinondoni nilikuwa na katibu, lakini kikubwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa umeonyesha kipaumbele na tunatumwa kwa matokeo. Tunachotaka yale maono tuweze kuyafikia
ili tuweze kwenda mbele zaidi. Ni mimi mlioniongoza, mlionishauri mpaka nikafika hapa, bila kumsahau mheshimiwa mbunge wangu. Tumeshirikiana naye sana sana, kiwa kule mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI, kwa anapotaka kuja kutembelea kuna kamati lazima nipigie simu, basi jiandae kuna ugeni mzito tunakuja. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James kabla ya kuteuliwa alikuwa mkuu wa wilaya ya Iringa, ambapo ameahidi kuendelea kushirikiana na wananchi, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, viongozi wa kisiasa pamoja na watumishi wote wa sekta ya umma na binafsi mkoani humo. Zuhura Zuheri, Abudi TV Iringa. Taarifa yake Zuhura Zuheri na tukamilishia habari za kitaifa siku hii ya leo. Tukapate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Assalamu alaikum wafanyabiashara wa Tanga. Tunayo habari njema kwa wasafiri wetu wa nguvu. Abood Bus sasa imekuletea safari za usiku katika ruti mpya ya Dar es Salaam Tanga, Tanga Dar es Salaam. Bila kusahau safari zetu za kila siku kutoka Dar es Salaam maeneo ya Magomeni na kutoka Tanga mtaa wa 13. Na hii ni kila siku. Basi letu linaondoka saa 4:30 usiku likikupa fursa ya kusafiri usiku kucha kwa faraja na usalama. Ratiba zetu za safari kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga na kutoka Tanga kwenda Dar es Salaam, Abood Bus inatoka saa 11:30 asubuhi, saa 1:30 asubuhi, saa 3 kamili asubuhi, saa 5 kamili asubuhi, saa 7 kamili mchana, saa 9:30 alasiri, saa 11:30 jioni na saa 4:30 usiku. Abood Bus tunajivunia huduma zetu za kipekee. Uwapo ndani ya basi ikiwa ni pamoja na vinywaji, chakula, kiyoyozi bora na huduma muhimu zitakazokufanya ujisikie nyumbani kutoka mwanzo hadi mwisho wa safari yako. Basi zetu zote ni VIP, zimefungwa Azam TV. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0748771551 na unaweza kuidownload app yetu ya Abood Bus kupitia Play Store au App Store. Mfanyabiashara, jiandae kwa safari ya kipekee. Abood Bus Service, King of the Road. Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja. Kwa kila hatua, tupo nawe, tuendelee pamoja. Tulikuwepo, tupo nawe, tutakuwepo. Tuendelee pamoja. Pamoja. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Mtazamaji, tumerejea tena na sasa ni habari za kimataifa. Mwanahabari wetu Maua Gido ametuandalia taarifa hizo.
Wachimbaji 11 wa dhahabu wamekufa baada ya kuangukiwa na mgodi wa dhahabu nchini Sudan. Kampuni ya uchimbaji madini inayomilikiwa na serikali SMRC imetangaza siku ya Jumapili. Kampuni ya rasilimali madini ya Sudan imesema tukio hilo lilitokea katika mgodi wa Kerishelfi katika eneo la jangwa la Howed lililoko kati ya mji inayothibitiwa na jeshi la Atbara na Haya nchini Sudan. Wachimbaji wengine 7 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini, imesema kampuni hiyo, ambayo hata hivyo haikusema ni lini ajali hiyo ilitokea. Ingawa Sudani ni muuzaji mkubwa wa dhahabu nje ya nchi, lakini matukio ya kuanguka ni jambo la kawaida kutokana na viwango duni vya usalama. SMRC ilisema awali ilisitisha uchimbaji katika mgodi huo ulioporomoka kutokana na kitisho cha usalama wa maisha. Na Iran imesema siku ya Jumapili kwamba haina imani hata kidogo na hatua ya Israel ya kujitolea kusitisha mapigano na kuhitimisha makubaliano makali yaliyosababisha uharibifu kati ya maadui hao wawili. Mkuu wa jeshi la Iran Abdurrahim alinukuliwa na televisheni ya taifa ikisema kuwa kuna mashaka makubwa juu ya utii ulioonyeshwa na adui yao Israel, huku akionya kwamba wako tayari kujibu kwa nguvu ikiwa watashambuliwa tena. Anatoa matamshi hayo siku ya 6 baada ya usitishwaji wa mapigano uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Vita baina ya mataifa hayo vilidumu kwa siku 12 baada ya Israel kuanza kuishambulia Iran kwa mabomu na kuwaua makamanda wakuu wa kijeshi na wanasayansi waandamizi wanaohusishwa na mpango wake wa nyuklia. Tehran ilijibu kwa kuishambulia kwa makombora miji ya Israel. Habari za kimataifa, Mauagido, Abud TV. Shukrani sana Mauagido kwa taarifa kwa habari za kimataifa. Na sasa mtazamaji, ni habari za michezo na burudani. Mwanahabari wetu Tatu Maziwa ametuandalia taarifa. Abud FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma. 98.9 Abud FM. Mbeya inasikika. Abud FM. 101.7 Dar es Salaam. 88.3 Abud FM. Morogoro 104.1 Abud FM. Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana, ni 150 tu kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, redio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, hivi sasa ni habari za michezo na burudani. Mwanahabari wetu Tatu Maziwa ametuandalia habari hizo za michezo. Na shukran sana kwa kuendelea kunipa wasaa mzuri wa kuendelea kuyadadavua yote ya kimichezo hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani Tanzania, huko mkoani Mbeya, ambapo wajelajela Tanzania Prisons wamewapa raha mashabiki zao na wana Mbeya kwa ujumla baada ya kusalia katika michuano ya ligi kuu msimu ujao kufuatia ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, mchezo uliopigwa mapema siku hii ya leo katika dimba la Sokoine Mbeya. Baada ya Fountain Gate kupoteza kwa jumla ya magoli 4-2, sasa wanakwenda kumana dhidi ya Stand United ya Championship ambayo imemtoa Geita Gold katika michezo ya playoff kwa jumla ya magoli 4-2. Na huko visiwani Zanzibar, baada ya klabu ya Yanga kutoa taji la FA kwa mara ya 4 mfululizo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ameizawadia klabu ya Yanga Sports Club shilingi milioni 100 kwa kutambua ushindi na mafanikio makubwa waliopata katika msimu wa mwaka 2024-2025. Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 30 Juni 2025 alipokutana na viongozi pamoja na wachezaji wa Yanga walipofika Ikulu kwa ajili ya kumkabidhi makombe 5 ya michuano mbalimbali walioyatoa msimu huu. Akizungumza nao, Rais Dr. Mwinyi amepongeza mafanikio hayo makubwa yaliyopatikana na klabu hiyo kongwe, akieleza kuwa yanajenga heshima na historia muhimu katika tasnia ya michezo nchini. Aidha, ameshukuru Yanga kwa kuendelea kuitangaza Zanzibar ndani na nje ya nchi kupitia kampeni ya Visit Zanzibar, huku akieleza kuwa hatua ya klabu hiyo kucheza baadhi ya michezo yake Zanzibar kunachangia kukuza uchumi na sekta ya utalii kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wageni na wananchi kunufaika na fursa mbalimbali. Dr. Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha viwanja vya michezo ili kuwezesha michuano mingi zaidi kufanyika Zanzibar. Naye Rais wa Yanga ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu vya soka barani Afrika, Mhandisi Hersi Said Ali, amemkabidhi Rais Dr. Mwinyi medali maalum ya michuano ya CRDB pamoja na jezi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, pamoja na kutoa pongezi na shukrani kwa Rais Dr. Mwinyi kwa juhudi zake za kuimarisha miundombinu ya michezo nchini na kuahidi kuwa klabu hiyo itaendelea kucheza mechi zake visiwani. Msimu huu klabu hiyo imefanikiwa kutoa makombe mbalimbali ikiwemo ngao ya jamii ya ligi ya NBC, kombe la michuano ya Toyota, kombe la Muungano, kombe la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na kombe la shirikisho la CRDB. Kwingineko, baada ya kutamatika kwa mitanange ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa 2024-2025, baadhi ya timu za ligi zikiwemo Simba na Azam zimeachana na wachezaji wao. Nyota wa klabu ya Simba Fabrice Ngoma amechapisha andiko rasmi kupitia ukurasa wake wa Instagram akitoa shukrani kwa viongozi na mashabiki wa Simba kwa kushirikiana naye kipindi chote alichohudumu ndani ya kikosi hicho. Ngoma anaondoka Simba baada ya kuitumikia kwa misimu miwili ambapo alisajiliwa na Simba Sports Club akitokea Al Hilal Omdurman ya Sudani. Na kunako viunga vya Chamazi, klabu ya Azam FC imetangaza kuachana na nyota wake Jibril Sila ambaye alijiunga na klabu hiyo mwaka 2023 akitokea Raja Casablanca ya nchini Morocco. Sila ambaye anaachana na Azam FC akiwa amecheza mechi 68 huku akiwa amepachika mabao 21 pamoja na pasi 10 za usaidizi wa mabao. Na huko nje ya mipaka ya Tanzania, kipa wa Senegal Edouard Mendy ameshinda tuzo ya golikipa bora katika michuano ya kombe la klabu bingwa Asia msimu wa 2024-2025 kwenye klabu yake ya Al Ahly nchini Saudia. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alihamia Al Ahly kutoka Chelsea mwaka 2023 kuhamishwa pauni milioni 16 sawa na euro milioni 21.4, na mwezi Mei mshindi huyo wa kombe la mataifa ya Afrika amesaidia klabu yake ya Saudia kushinda ligi ya mabingwa Asia na kuwa mmoja wa wachezaji wa kwanza kushinda taji hilo na lile la ligi ya mabingwa Ulaya. Na tukimalizia katika tetesi za usajili huko barani Ulaya, Arsenal imeungana na Chelsea, Liverpool pamoja na Manchester United katika mbio za kumsajili mshambuliaji wa Frankfurt mwenye umri wa miaka 23 Hugo Ekitike. Michezo, Sports Lady Maziwa, Abudi TV.
Shukrani sana Tatu Maziwa kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, kufikia hapa mimi sina la ziada, nikutakie tu usiku mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri. Ungana nasi katika akaunti za kijamii Facebook @AbudMediaTZ, Twitter @AbudMediaTZ, Instagram @AbudMediaTZ, Google+ @AbudMediaTZ. Pia subscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Abud Media TZ. Yaani siku hizi sio mpaka upakue app au kuingia website. Abud Bus wamekurahisishia kila kitu. Sasa hivi ni wewe kuchagua. Mimi nakata ticket za Abud Bus kwa njia ya WhatsApp. Ndio, WhatsApp tu. Na ninachoipendea hii ni kwamba haina longolongo wala stress. Unachokifanya ni kutuma tu habari text na kila kitu kinajipa. Kama ufahamu, namba yenyewe ni 0793 444 333. Karibu ukate tiketi zako za Abud Bus kwa njia WhatsApp. Maana hii haina longolongo wala stress. Uko wapi? Uko home, uko stand au popote ulipo. Unaweza kukata tiketi zako kwa WhatsApp na safari yako inaanza. Abud Bus tumekurahisishia kila kitu. Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja. Kwa kila hatua tupo nawe, tuendelee pamoja. Tulikuwepo, tupo nawe, tutakuwepo. Tuendelee pamoja. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena.